ukiegemea tu maombi kama njia ya uhitaji, if you only think prayers as a means of needs, utachelewa sana. you are going to delay. Hata wanaoabudu miungu na mapepo hawatumii maombi kama uhitaji. Even those who believe in gods and demons, they don't consider their prayers as a means of needs. Kuna watu ambao wanainama na kuinuka, wanafanya ibada zao. Hata ikifika saa fulani utawaona wanafanya. Hawaendi kuomba nyumba. As some people do their worship, you will see them bowing down and raising up. When they pray, they don't just go to ask for houses. It's we Christians, when we use prayer, it's all about what I want from God. Ni Wakristo tu, wakati tunaabudu tunasema kwamba ni kile ambacho nakihitaji. When we go to prayer, it's only what we need from God. Tunapoenda kuomba ni mambo yale tu tunahitaji kutoka kwa God. Na ndio maana Wakristo wengi ni waombaji wazuri wakati wa mapito. And that's why many Christians are good prayer people at the time of situation. Yani wakati ambao ndoa imeshaanza kukaa vibaya. When the marriage is about to get broken. Hela haipo mfukoni. There is no money in the pocket. Machafuko kila mahali. There are storms everywhere. Wanasema sasa tuombe. They say now let us pray. Mambo yamekaa vibaya kwa kweli. Things are bad. Alafu na katikati ya maombi ya namna hiyo wanashangaa ya kwamba hakuna matokeo. And amidst such prayers they find there is no result. You need to know prayer is a means of fellowship. Inapasa ujue kwamba maombi ni namna ya ushirika. God designed prayer for people to have relationship and fellowship with him. Mungu alitengeneza maombi ili watu wawe na ushirika pamoja naye. The more you pray, zaidi unavyoendelea kuomba, the more you have a strong fellowship with God. Zaidi unakuwa na ushirika mzuri pamoja na Mungu. Yesu wakati anaenda mbinguni akasema siombi watoke ulimwenguni. When Jesus was about to ascend, he said, don't pray for them, bali nawaomba walinde. I pray for their protection. Kwa sababu najua ulimwenguni kuna dhiki nyingi. I know in the world there are. Sasa kama unatumia maombi kwa sababu ya dhiki, so if you use prayer as a means of tribulation, swali langu ni lini utaomba? My question, when are you going to pray? Haimaanishi usipeleke shida zako mbele za Mungu. Does not mean you should not send your needs before God. Lakini lazima uwe na ufahamu kama Mkristo ya kwamba namna Mungu ametengeneza maombi, ameyaweka maombi ili apate muda na wewe. Hata miungu hii unaoiona, even the gods that you see, watu wanaoinamia usiku na mchana, people bow to them day and night. Hawaendi kutaka vitu. They don't go to seek things. Cha kwanza wanaenda kuiabudu hiyo miungu. First they go to worship those idols. Shetani kwa kadri unavyomwambia wewe ni Mungu wa dunia hii, Satan, the more you tell him you are the God of this world, anasema ongea. He says, no, speak. Wewe ni Mungu wa dunia. You are God of this world. Alafu unamuinamia. And you bow to him. Anasema He say, yeah. Unasemaje? What are you saying? Mimi ni Mungu wa dunia hii. Yes, I'm God of this world. Mungu wa dunia hii. God of this world, yes. Chukua. Take it. Chukua magorofa. Take houses. Chukua. Take this. Vyeo. Take titles. Take promotion. Sasa Wakristo hawana hata na wewe ni Mungu wa dunia hii. But Christians don't have, you are the God of this world. Baba nataka nyumba. Daddy, I want house. Baba nataka watoto. Daddy, I want children. Baba nataka familia. Daddy, I want a family. Baba nataka. Daddy, I want. Nataka. I want. Nataka jamani. I want guys. Nataka. I want. Lini utaomba? When will you really pray? Shetani akamwambia Yesu, ukinisujudia, if you worship me, kama tu ukiniabudu, hakika yake, surely hivi vyote, all these things nitakupa. I'll give them to you. Anaposema kuniabudu anamaanisha ushirika. When he says worship me, he means fellowship. Lakini anasema, but he also says, Yesu anapomjibu shetani, when Jesus answers, anaenda zaidi ya majibu ya shetani. Jesus goes beyond the answers of Satan. Anaambia imeandikwa. He's telling him it's written. Usujudie, only worship Bwana Mungu wako peke yake, the Lord your God, na kumtumikia, and serve him. Kwa nini? Why? Kwa sababu anajua kabisa ya kwamba miungu ama roho yoyote, if it's a spiritual, because he knows that every spirit, roho yoyote, any spirit, haiko interested kwa sababu mahitaji yako yote ni dhaifu sana. Because all your needs wa roho ukihusishwa, in the spiritual realm, your needs are so simple. Ni kuhakikishia hapo ulipo maisha yako yanabarika ndani ya sekunde. Let me tell you, where you are, your life can change within a fraction of a second. It's until you advance
mpaka utakapopanda viwango. To the dimension you understand prayer is only about fellowship with God. Katika kiwango ambacho utaelewa kwamba maombi ni njia ya maombi. Kuna wengine ukifika hapo hutatangatanga tena kutafuta hivyo unaovitafuta. When you reach that dimension, you won't go around to look for what. Ndio maana Yesu akasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. And Jesus says, seek ye first the kingdom of na God. mengine yote. And all these Sema yote. All others. Watoto ni yote sio yote. Is it all or not all? Huduma ni yote si yote. All. Ela ni yote au sio yote. Yesu akasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Jesus says, seek ye first na haki yake. And his na mengine yote and others mtazidishiwa. And all others shall be added unto you. Sio tu mtapewa, not only will be yatazidishwa. Given, they'll be added unto you. Alichokuwa na maanisha nini anaposema tafuteni ufalme wa Mungu? When he says seek the kingdom of God, alikuwa na maanisha elewa mlengo wa kimaombi. It means you have to understand the dimension of prayers. Na wewe umpe Mungu wivu kwa namna unajua maombi ni sehemu ya ushirika na yeye. And give God jealousy in the way you understand the prayers is part of fellowship.